how did you accept yourself? Because mtu akigundua tu, yani mtu akimpea tu tip ako na cancer anasema mambo kuisha. And kitu kenye anafikiria kwa akili yake ni I might die tomorrow, because anaona tu hii ni life sentence akiwa na cancer. Asante sana kwa hilo swali. Nilipoambiwa niko na kansa, kusema kweli nilifikiria kitu cha kwanza ni kifo. Na hata nikaanza kujipanga, nikaanza kuambia mtoto wangu in case nikufe kama leo unaweza ukafanyaje. So si tulikuwa tunakaa karibu na mto. Mimi nilikuwa nampatia advice anaweza kachukua vitu zetu akitupa kwa mto iko pale. Alafu nilipoanza sasa matibabu, unajua hapo ni penye unapimwa, mtu anapimwa vitu mingi sana. Sasa ilipofika pale naanza kemo ya kwanza before uanze matibabu ulikuwa unaambia mtoto wako vile anaweza ishi hiyo time ukishaenda in case ukufe. Yeye mwenyewe alikuwa anakuhurumia ama alikuwa anakusupport kivipi? Mtoto wangu amenisupport sana. Alikuwa shule na nilipowekwa kemo ya kwanza aliacha shule. Nakumbuka aliacha shule kwanza akakaa na mimi nyumbani akiwa form 4. Lakini nashukuru Mungu juu alirudi shule na akaendelea na masomo yake. So naweza nikasema support yake, bado ni mtoto mdogo, ni mwanafunzi, na support yake mimi kwangu imenisaidia sana. Juu saa zingine unakuta siwezi amuka mwenyewe chini. Hasa wakati yenye nimetoka theater, sikuweza kuinama, sikuweza kusimama. So alikuwa na hard time mpaka kuniosha. Nasimama kwa besheni kama mtoto mdogo. Cause niko na drainage, kuna kanini kakondeina kadogo hivi tunatoka nako huko hospitali na mtu ameweka pipe. Nitakutumia hizo picha. So hiyo kitu unatembea nayo kama ni kitchen, kama ni wapi umeibeba tu kama mtoto. Kale kampira. So unajua umeingishwa pipe huku kwa mwili. Sasa ilikuwa hard time, lazima anishike anivute. Alafu mimi by then nilikuwa niko mzito kiasi. So akinivuta zingine na mzidi nguvu tunaanguka. Naweza nikasema amenipa support sana. Yeye ni my second born, but my first alidisappear hivyo. Mambo yangu wakati imekuja ikakuwa ngumu kabisa, na hata before mimi mtoto wangu alinichukia alipomaliza class 8 akaenda secondary. Umejua the last time tulikuwa na meeting, nilifanya interview kwa ile station nyingine. Uliniambia you have a girl mwenye amesomea utangazaji na kusupport. Ako wapi? Amesomea utangazaji, ako na degree. Na alipoingia university, in fact alitoka kwangu bila mimi kujua. Nilikuwa naendanga vibarua huko Kajiado. So kuna my neighbor alinipigia simu akaniambia msichana wako amekuja na vitu anatoa. So mtoto wangu huyu mwenye sasa nakwambia alikuwa nyumbani. Nikapigia neighbor wangu alikuwa anaitwa Mama Elisha MTZ. Nikamwambia nasikia huyo mtoto ni kuhama na hama, si umuongeleshe. Akaniambia chenye nimeambiwa na huyo mtoto siwezi kukuambia. Unaona? So huyo msichana alipoingia, sisi kwetu hatujasoma. Si nimekwambia hata usiniulize maswali mingi ya Kisungu. Mimi natakanga kuongea ukweli. Na niliambia Mungu aniwezeshe nisomesha watoto wangu venye mimi sikuweza kusoma. So mtoto wangu alipokanyagisha mguu secondary hivi, hapo ndio madharau ilianza. Hata there's one day alikuwa ananiangalia kama TV anaangalia kama TV anaandika kwa kitabu. So siku moja nilichukua hiyo kitabu nikaficha, nikapelekea rafiki yangu. Wakati alisoma akaniambia nani ameandika hivi, nikamwambia mtoto wangu, akaniambia sijui kama nikikwambia venye ameandika hapa utaamini. Nikamwambia niambie. Alikuwa anaandika lugha gani? Alikuwa anaandika na Kiingereza. So alikuwa anaandika vitu mingi sitaki kushinda nikiitaja. Na nilijaribu kuongea na yeye teacher by then wake, akaniambia yeye ameshaenda secondary, kwa hivyo hiyo mambo naweza nikaongea secondary kwenye alikuwa. So mtoto wangu alianza kuingisha madharau. Juu hata alikuwa ananiambia huyu dadake mamako ni mjinga sana, hajasoma, hana akili yenye ako naye ni ya kwenda kulimia Wamasai huko. Unajua mimi nilikuwa napalilia before nipate kansa, nilikuwa naendanga kibarua huko side za Kajiado. Kila siku tulikuwa tunapatiwa 500. So nikienda Monday tukipata kama ni 2 weeks nilikuwa napata 3000 zangu Monday to Friday to Saturday. So nikipata bado kuna kazi naendelea hivyo, mimi ilikuwa inani boost before sasa nikuje nianze kuuza sweet.
So huyo msichana alikuwa anaambia dadake, mamako ni mjinga sana, baadaye ataende akuje aende akatafute biashara kama wengine wamesomesha watoto hadi university, kukaa tu hapo. So ikabahatika kuna mama moja alibisha mlango kwake akiuliza nguo za kufua. Wakati alimwambia nilifua jana, akarudi. Sister yake alikuwa kwa nyumba, akamwambia unaona wale mama werevu. Sasa sasa hii ningempatia nguo afue kama besheni mbili ni 400. Mamako tu ni kushika jembe kwa. Yaani huyu mtoto niseme kwa kipi ako na madhea is my first born. Mimi ningekuwa nimemzalia hospitali, nasemanga ningekuwa nimeomba msaada wa DNA. Nichangiwe na watu, but ni mtoto wangu nilizalia kwa nyumba. So hakuna ile madharau alisoma. Hata siku nyingine nikamwambia unipe tu heshima tu. Juu at least ya penye umefika. Nilikuzaa. Akasema ulinizaa, sijajizaa. So akiambiwa na watu heshimu mamako juu alikusomesha, anasemanga ni akili zake. Alifanya vizuri, akapita vizuri sana na akachukuliwa na Equity. So venye Equity inamsomesha, akasema ni akili yake. Ikatoka hapo akakuja akapita tena vizuri. Akaenda wapi? Akaenda university. Anasema ni akili yake. Sasa ingine ni help. Kwa hivyo ni akili zake. Unaona? So sihesabiangi huyo mtoto mahali popote. Na sitakangi kuongea story yake. I thank God sijalia juu mimi humo na kichwa kabisa. Yeah.